kumwabudu. Hebu leo kusoma hapo chini, sikia. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anakutangazia mwaka wako ni huu. Anakutangazia siku ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Ya kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Uliye na shida, uliye na kitu ambacho kinakusumbua, leo ni leo. Sema kesho ni mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua tunahubiri tu hivyo. Lakini ikifika ni wakati wa deliverance tunabadilika. Unajua watu wanapenda kuambiwa barikiwa na gari, barikiwa na kasururu, barikiwa screen. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwa na kabodiki. Barikiwa na nguo mpya. Lakini utabarikiwa nini kama wewe mwenyewe ukuji utafuta hizo baraka? Bwana Yesu asifiwe. Usipende mahubiri ya hiyo. Penda roho ingie ndani yako akufungue uweze kuomba so that Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiconnect na huyo mchungaji ambaye ni wa ukweli, basi baraka zitakuja kwako. Maana Mungu anakuja kwako akwambie hivi ndio Mungu nimekuja. No, lazima uende kwa mtu mwenye aliye connected na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Leo tusomea Akakifunga chuo. Akamrudishia mtumishi. Akaketi na watu wote waliokuwamo katika sinagogi. Akawakazia macho. Twende katika mstari wa Matthew 10 verse 1. Matthew 10 verse 1. Sasa usikie. Yesu ametoka kutoa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Ameanza kazi. Sasa wanataka apee kwa watu sasa hiyo kazi yenye alikuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapo Matthew 10 verse 1. Ndio ujue mimi nilianza hii kazi aje, na ujue sio mimi nimeanza, kuna wale walitangulia ambao ni akina Paulo. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita wanafunzi wake 12 kwa sababu ya kumfuata siku mingi akiwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kusikiliza kwao. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa kwa klasi kama hii wanalala kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa hapa wakicheza. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanasikiza neno. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kukaa na wao miaka yote. Ndio hapa Matthew 10 anawaambia kwamba ninawatuma sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee usikie. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Wawatoe mapepo ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuponya na kutokomboa. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa udhaifu wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Maybe uko na udhaifu, uko na mgongo, hiyo ni udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Uko na udhaifu, maybe unasikia masikio inakuuma. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unasikia tumbo, timu tano huku tano pande hii nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa miguu unatembeanga, ukianguka unaangukia kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kuwa macho inakuanga na uchungu, unasikianga tu kujikuna. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ya kwamba uko na mapesi kotini. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni Mungu anasuluhisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata unaweza kuwa uliolewa kwa mboma yenye akuolewangu wasichana. Unajua kuna mahali nilikuwa naambiwa na baba yangu. Tulikuwa naambiwa, "Unaona hiyo mboma hiyo? Wasichana wa huko hawaolewa." Nilikuja kujua baadaye. Sasa unapata mzazi tu anakuambia lakini wewe unapuuza tu. Nakuja kujua baadaye. Kumbe hiyo ngoma ilikuwa na uchawi na walikuwa wanapika pombe. Bwana Yesu asifiwe. Neighbor tu hapo nyumbani tu. Hapo tu neighbor. Wasichana wa huko. Na walikuwa leo smart. Ukaangalia hivi kanawaka moto. Inameta moto. Lakini mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona mtu ni mrembo lakini hawezi akaolewa. Shetani hufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa naambiwa maneno tunapouza tu tunaona ni mchezo tu. Lakini baadaye nilikuja kugundua kwa sababu hao wasichana walikuwa wanaolewa wakirudi kwao. Wanaolewa wanarudi. Mwisho walikufa. Hata mama yake alitangulia kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikuwa nasikia story hivyo lakini mimi nilioa mbali. Huyo si wa hapo kwetu. Hapo mbali kidogo. Hatuwezi ombana chumba. Ukienda kuoa ama kuolewa usiolewe tu hapo kwa furaha.
watadharauliana hao wazazi na utatoka kwa hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Utawafanya watadharauliana. Ndio sasa kama mtoto kakilia huku ama ng'ombe zikitoka zinakula kwa huko kwenye umeolewa ama kwenye umeoa. Sasa ng'ombe za huku zinakula huko ama za huku zinakula. Sasa hiyo ndio madharau. Tachukiana tu. Bwana Yesu asifiwe. At least tembea mbele hapo mbele utapata kasichana hapo ama mtu wa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Ama wa kuolea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii maandiko inasema ya kwamba aliwafunza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na akawapatia authority. Endelea kusomea. Akawaambia mtatoa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia authority. Ati mtaenda kutoa nini? Mapepo. That's why tukikomani mapepo. Hao ni watu Yesu amewapea authority. Kaa chini. Hao ni watu. Bwana Yesu asifiwe. After kumsikiza, after kwenda kanisa kutembea na yeye kwa sinagogi mahali alikuwa anaenda kufungua watu. Bwana Yesu asifiwe. Amekuwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawezi endanisha kama hawajasikizana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wawili huwa wanaendanisha kama wameagree. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu wameagree na wamefika mahali wakagrow spiritual. Bwana Yesu asifiwe. Sio kugrow ya kulevuka. No, spiritual. Unaweza kuona kimutu ni kikubwa lakini spiritual. Kuna kitu. Mtu amenona lakini roho imekoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka unone roho. Sio ukone roho na mwili inone. Unone roho, spirit iko huko. Bwana Yesu asifiwe. Upokee upanga. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo upanga ni ya kunena. Ukinena tu hivi wanafanya vile unataka. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wamenasa mtoto wako, hata kama wamenasa nini yako, hata kama ni pesa zako, hata kama ni magonjwa, utakuwa unanena, una cancel na inafanyika. Maana Yesu aliwaambia kwamba na mtatoa mapepo.